na ulimi. Ulimi ni kiungo ambacho tumepewa sisi wanadamu na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndani ya ulimi wetu Mungu ameweka vitu vingi vizuri ambavyo vinaweza kutufanya tusonge mbele, tufanikiwe, tupige hatua. Lakini ulimi huu ambao Mungu amekupa ukiutumia vibaya, huo ulimi unaweza kuwa kiberiti cha kukuteketeza wewe, unaweza kuwa moto wa kukuteketeza wewe, unaweza kuwa moto wa kuangamiza wewe. Lakini huo ulimi unaweza kuwa silaha ya kukufanya wewe kufanikiwa, unaweza kukufanya wewe kuwa daraja kusonga mbele, unaweza kukufanya wewe kuwa na uzima kwenye maisha yako, unaweza kukufanya wewe kufanikiwa. Ulimi tu kabla ya mambo mengine yote. Sasa nataka tuone madhara yanayotokana na kinywa na ulimi, yale maneno tunayozungumza kile itwapo leo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 20, Biblia inasema kwamba tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Ulimi umebeba mambo mengi. Tunaona sifa ya kwanza ya ulimi au kinywa, kimebeba uzima wa mtu, kimebeba uhai wa mtu, kimebeba uhai wa mtu. Lakini hichi kinywa kina matunda. Hayo matunda yanaweza kumpa mtu uhai, hayo matunda yanaweza kumpa mtu mauti. Maana yake ulimi unazaa. Ulimi unazaa. Unaweza ukazaa mema, ila unaweza ukazaa mabaya. Unaweza ukazaa laana, ila unaweza ukazaa baraka. Sasa tuone kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 45 mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nimesema niliyemfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Kitabu cha Zaburi sura ya 82. Zaburi sura ya 82. Zaburi sura ya 82. Biblia inaelezea, inasema kwamba sisi ni miungu na wana wa aliye juu. Sisi ni miungu na wana wa aliye juu. Zaburi sura ya 82 mstari wa 6. Biblia inasema kwamba mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu, nyote pia. Maana yake Mungu ametufanya sisi kuwa miungu. Na miungu, kazi ya sifa ya Mungu, kazi ya sifa ya Mungu ni uumbaji, ni kuumba. Na sisi Mungu ameachilia uwezo wa kuumba ndani ya ndimi zetu, ndani ya vinywa vyetu. Maana yake kile tunachokizungumza, kile tunachokitamka kina uwezo wa kuwa, kwa sababu sisi ni waumbaji, sisi ni miungu na wana wa aliye juu. Maana yake tukitamka baraka juu ya maisha yetu zinakuwa, kwa sababu ndani ya ulimi wetu Mungu ameweka uzima, ameweka baraka, ameweka laana. Tunaweza kuamuru vitu vikawa. Watu wengi maisha yao yamekufa kwa sababu ya ukiri mdhaifu, kwa sababu ya kujitamkia mabaya, kwa sababu ya kujinenea mabaya, kwa sababu ya kujiraani wao wenyewe. Mtu unakuta unafanya biashara, lakini hiyo biashara unasema mimi hii biashara sielewi. Hii biashara yenyewe inakufa, inavyoiona haiwezi kufika popote. Alafu wakati unaendelea kufanya, unatarajia kwamba unataka upate baraka, unataka upate mafanikio. Hauwezi kufanikiwa kwa sababu we mwenyewe hiyo baraka, hiyo biashara yako unaitamkia kuferi, unaitamkia kushindwa, unaionea lazima iferi. Na kwa sababu hiyo lazima iferi, kwa sababu we mwenyewe hiyo baraka, hiyo biashara unaiona ni ya kuferi. Ndoa yako unaitamkia kuishia njiani. Mume wako unamtamkia kufeli. Huyu mwanaume mimi simuelewi, hakuna siku ataeleweka, kwa sababu wewe wa kwanza umemwona haeleweki.
mke wako unamuona haeleweki, unamsema mke wangu mimi haeleweki, mke wangu ana kiburi, mke wangu mbovu, mke wangu ana jeuri, mke wangu mbaya, mke wangu hivi. Mfanye awe mzuri. Chukua hatua ya kumfanya kuwa mzuri. Biblia inasema kwamba ufanye mti kuwa mzuri na wewe utavuna matunda yake, utakula matunda yake na matunda yake atakuwa mema. Na wewe mfanye mke wako kuwa bora, kuwa mti mwema ili upate matunda mema. Matunda ya kwanza ni utabiri wa kinywa chako juu ya maisha yake. Kitabu cha Ezekieli sura 37 Biblia inaelezea, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, roho akanichukua akanipeleka katika bonde nalo limejaa mifupa mikavu, na mifupa imekauka sana. Anasema kwamba Bwana akanipitisha kwenye karibu nayo, nikaona na tazama hiyo mifupa imekauka sana. Neno lile la ile mifupa imekauka sana maana yake ni ile hali ya kukatisha tamaa, haina matumaini. Lakini ashukuriwe Mungu, anamwambia Ezekieli, anamwambia mwanadamu, tabiri je mifupa ili iweze kuishi. Unaona, Ezekieli akamwambia Mungu, akaanza kutabiri je ile mifupa. Akamwambia Mungu, akamwambia Ezekieli, ya mifupa hii tazama, nitaleta nyama juu yenu, nitaleta mishipa juu yenu, nitatia damu ndani yenu, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, mtakuwa hai. Ezekieli anaanza kuizungumzisha mifupa, yale maneno anayoambiwa na Mungu, kwa sababu maneno ni roho, maneno ni uzima. Na ndio maana Biblia inasema kwamba maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Unaferi, unakwama kwa sababu ya maneno unayotamka juu ya maisha yako. Unataka uwe kiongozi mkubwa, unahitaji uwe mwimbaji mkubwa, unataka uwe mchungaji mkubwa, unataka uwe nabii mkubwa, lakini unachokitamka kwenye maisha yako, kwenye ulimi wako, kwenye kinywa chako ni dhaifu. Huduma ni ngumu. Huduma mimi sielewi, washirika siwaelewi, mimi simuelewi fulani. Hivi ni nani atakayemwelewa wewe ni mchungaji wake? Unataka aeleweke kwa nani? Na aliwe mchungaji wake wewe mwenyewe muelewi. Washirika mimi siwaelewi, nani hawaelewe? Unatakiwa kutabiri juu yao, unatakiwa kutamka mema juu yao, unatakiwa kutamka baraka juu yao, unatakiwa kuwatabiria wewe mema ili waeleweke, ili wao mti bora na mti mwema, matunda unayotaka wewe mwenyewe. Kwa hiyo kaa chini, tafakari, angalia uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Tuko hivi tulivyo, tuna maisha tunayoishi leo ni kwa sababu ya maneno mengi waliotamka wazazi wetu juu ya maisha yetu. Tumeathiriwa sana na maneno ya wazazi wetu na vinywa vya wazazi wetu. Wazazi wetu wametamka laana sana kwenye maisha yetu. Tunafeli, tuna struggle. Wazazi wamekwambia kwamba tutaona, hautafika popote, utafunzwa na ulimwengu. Leo hii ulimwengu kuna kufunza. Huna baraka, unakokwenda kueleweki. Kila unachokishika kinakufa, kila kitu unachokigusa kinakufa. Alafu na umezaa watoto, bado unamuita mtoto wako mbwa. Ile unataka wewe mtoto aishi maisha ya baraka, unataka wewe mtoto afanikiwe. Atafanikiwaje na wewe mama mwenyewe, baba mwenyewe, mtoto wako unamuita mbwa? Utakula matunda ya midomo yako. Biblia imesema utakula mazao ya midomo yako. Biblia imesema, je, wewe mtoto wako unayemuita mbwa unatarajia lini atageuka kuwa rais? Lini atageuka atakuwa waziri? Lini atageuka atakuwa mtume? Lini atageuka atakuwa baraka? Lini? Kinywa chako ukikitumia vizuri kinaweza kuwa baraka kwenye maisha yako. Maneno yako kiatumilia vizuri yanaweza kugeuka kuwa mafanikio kwenye maisha yako. Angalia unasema nini, unakiri nini ndani ya kinywa chako, unaona nini, unasema nini ndani ya kinywa chako. Biblia inasema kwamba maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 na ule mstari wa 7 Biblia inasema maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. Maneno unayoyazungumza ndivyo ulivyo wewe, ndivyo utakavyokuwa wewe, kwa sababu hauwezi kuwa zaidi ya vile unavyojitamkia. Biblia inasema wewe ni Mungu, ninyi ni miungu na wana wa aliye juu, nyote pia. Maana yake ndani yetu kuna hazina za uzima, ndani ya vinywa vyetu kuna uzima. Baraka zimefungwa ndani ya ulimi wako na laana zimefungwa ndani ya ulimi wako. Ninakuomba kutokea sasa, wewe uliokuwa unajitabiria mabaya, kuona hali na mazingira hayakusapoti,